Asante Bwana wa ajabu kwa siku ya leo ambayo umetengeneza maishani mwetu Bwana wa ajabu. Nasema ni asante Bwana kwa kututengenezea siku kama hii Jehova Jireh, ili tukainue jina lako maifadhi. Siku ya leo Bwana nasema kwamba sina mwingine bali niwe peke yako ambaye nastahili kuita siku ya leo Bwana wa ajabu. Nalinua jina lako na kutukuza Bwana zaidi ya yote Ebeneza Mungu wa ajabu. Kwa kuwa Bwana umesema kwamba ukiwa nami Bwana hakuna mtu yeyote Bwana ambaye atanilemea maifadhi. Hakuna kitu yeyote Bwana ambaye atanilemea maifadhi my God. Ndio maana siku ya leo Bwana nasema tu ni asante kwa yale yote ambayo unatenda maishani mwetu Mungu wa ajabu. Siku ya leo Jehova Jireh, pata kutamalaki maishani mwangu Bwana, ukapata kuchukua shukani na Mungu wa ajabu kila siku maishani Bwana, so that your power may be seen my Father. Jehovah God, wakati naenda kusikiza neno hili Bwana, wacha neno lako likapate kumea maishani mwetu Bwana, tukatembee kwa uwepo wako Bwana, tukatembee kwa mwanga wako Bwana. Wakati neno hili Bwana litakuwa linashuka Bwana, likapate ardhi lenye rutuba Bwana, likapate kumea my Father, na kwa jina lako safi nimemwanikia mimi. Siku ya leo namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwa amekuwa mwaminifu maishani mwetu. Kutoka siku ya mwisho ambayo tulipatana mpaka siku ya leo amekuwa mwaminifu maishani. Na siku ya leo ningependa kuongelea matarajio yako ni gani maishani. Kwa sababu kuna watu wengine ambao wanatarajia kuwa na maisha mema. Kuna watu wengine ambao wanatarajia kutembea kwa uwepo wake Mwenyezi Mungu kila siku, na kuna watu wengine ambao wanatarajia kupata msaada kutoka kwa wengine, na kuna watu ambao wanatarajia kutembea kwa uwepo wake Mwenyezi Mungu. Lakini mtazamaji wetu, matarajio yako ni lipi siku ya leo? Na tutapata andiko kutoka kwa kitabu cha Acts of the Apostles chapter 3 verse 1 to 10, ambaye inasema kwamba basi Petero na Yohana walikuwa wakikwea pamoja kwenda hekaluni saa ya kusali, saa 9. Mtu mmoja aliyekuwa kiwete toka tumboni mwa mamaye alichukuliwa na watu ambao walimweka kila siku katika mlango wa hekalu uitwao Mzuri, ili aombe sadaka kwa watu waingiao ndani ya hekalu. Mtu huyu akiwaona Petero na Yohana wakiingia hekaluni, aliomba apewe sadaka. Na Petero akimkazia macho pamoja na Yohana akasema, tutazame sisi. Akawaangalia akitarajia kupata kitu kwao. Lakini Petero akasema, mimi sina fedha wala dhahabu, lakini nilicho nacho ndicho nikupacho. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, simama uende. Akamshika mkono wa kiume, akamuinua, mara nyayo zake na vifundo vya miguu yake vikatiwa nguvu. Akaondoka upesi, akasimama, akaanza kwenda, akaingia ndani ya hekalu pamoja nao, akienda akirukaruka na kumsifu Mungu. Watu wote wakamwona akienda akimsifu Mungu, wakamtambua ya kuwa yeye ndiye aliyekuwa akiketi na kuomba sadaka penye mlango mzuri wa hekalu. Wakajaa ushangao, wakastaajabu mambo yale yaliyompata. Petero anena katika tao la mtazamaji wetu. Nataka nikwambia kwamba siku ya leo kwamba kunaye vitu ambavyo tunaweza kuwa tunatarajia maishani mwetu. Tunapata kwamba wakati Petero na Yohana, when Peter and John walikuwa wanaenda pale hekaluni, kulikuwa na mtu ambaye alikuwa amekaa pale, alikuwa analetwa na familia lake ili akakuje pale mbele la hekalu ili akapate kuomba msaada, akapate kuomba watu fedha. Lakini kwa sababu yeye matarajio yake, the expectation that he had, ilikuwa natamani sana akapate fedha za kumkimu kila siku maishani mwake. Lakini wewe mtazamaji wetu, na kuuliza siku ya leo kwamba matarajio yako ni yapi maishani mwako? Kwa sababu kunaye watu ambao wanatarajia binadamu, kunaye watu ambao wanatarajia vitu tofauti. Kama vile huyu bega alikuwa katika malango pazuri, alikuwa katika hekalu lake Mwenyezi Mungu, mahali ambapo watu walikuwa naenda wanaomba ili Mungu akapate kuwafungulia milango zao. Watu walikuwa naenda akamuomba Mwenyezi Mungu ili akapate kuwasaidia maishani mwao, lakini yeye alikuwa anaenda pale akitarajia kupata msaada kutoka kwa wale watu. Na kama vile kwa sababu aliona wale watumishi wa Mungu Petero na Yohana wakienda pale, saa zingine walikuwa wamevalia vizuri kama vile watumishi wa Mungu wao wanavalia, aka expect ya kwamba anaenda kupata vitu vinono kutoka kwao. Lakini siku hiyo alibaki na Petero na Yohana, walikamwambia kwamba sisi hatuna fedha wala dhahabu, lakini yale ambayo tutakuwa nacho, ambayo ni neno lake Mwenyezi Mungu, ndio ndipo tutakupa. Na wakati yeye alisikiza hivyo, alipata kushika moyo, kwa sababu alikuwa anatarajia kupata vitu kubwa kutoka kwao. Lakini kwa sababu walimwambia
kwamba sisi hatuna fedha wala dhahabu. Saa zingine alidhani ya kwamba hawa watu wanamdanganya, kwa sababu saa zingine walikuwa wamevalia mazuri, walikuwa wamevalia vizuri, na unapata kwamba kwa sababu matarajio yake ilikuwa kupata vitu za dunia ambaye ni fedha. Alikuwa anajua ya kwamba akipata fedha kutoka kwa hawa watu, saa zingine alikaa mahali pale kutoka asubuhi mpaka saa 9 nako amepata kitu mzuri. Akasema kwamba siku hii Mungu amenionekania, kwa sababu hawa watumishi wa Mungu kama watanipa kitu, kwa sababu kwa mtazamo wao walikuwa wanaonekana watu ambao wako na vitu, walikuwa wanaonekana watu ambao wako na fedha, lakini kwa sababu walimwambia kwamba sisi hatuna fedha, napata kwamba saa zingine alishushika moyo na alikuwa ametarajia vitu mazuri kutoka kwao. Mtazamaji wetu, nataka nikwambie siku ya leo kwamba una matarajio gani maishani mwako? Unaweza kuwa unaenda kanisa kila siku, lakini kuna kitu ambacho unatarajia kutoka pale kanisani na uyapati kila siku, unaenda pale na kwa sababu macho yako yamefungwa ukapati kujua ni nini hasa ambaye anahitaji maishani mwangu. Kama vile huyu bega alikuwa anaenda pale kila siku, unapata kwamba alikuwa wakati wake Mwenyezi Mungu, wakati Yesu alikuwa pale duniani, alikuwa pale, Yesu alikuwa anakuja hekaluni anampata, lakini kwa sababu matarajio yake haikuwa kupona, haikuwa kutembea, ilikuwa kupata fedha ili akapate kujisaidia kila siku maishani mwake. Ndio maana siku ya leo mtazamaji wetu, nataka ukajiulize ya kwamba hata kama anaenda kanisa kila siku, lakini matarajio yangu ni gani? Matarajio langu ni gani maishani? Natarajia kupata nini? Natarajia kuwa na nini? Kwa sababu wengi wetu tumefungwa macho kwa sababu ya matarajio ambayo tuko nazo. Wengine wetu tumefungwa macho kwa sababu ya vitu mingi ambavyo tunahitaji maishani mwetu, lakini unapata kwamba kwa sababu akina Petero na Yohana wakamwambia yule mtu ya kwamba sisi hatuna fedha wala dhahabu, lakini kile ambacho tuko nacho tutakupa. Na yale ambayo alikuwa nacho ilikuwa neno lake Mwenyezi Mungu, neno ambayo ndiyo njia, neno ambayo ndio inasaidia mtu, neno ambayo inasaidia kufungua watu, neno ambayo inapea watu uzima wa milele, kwa sababu Jehova Jireh alikuwa anasema kwamba yeye ndiyo njia na tena yeye ndiyo uzima wa milele, na wakati atashuka mahali kutakuwa na uponyaji pale. Lakini mtu huyu alikuwa amefungwa macho, hakujua ya kwamba ni nini hasa ambaye anahitaji maishani. Yeye alijua ya kwamba tu akipata fedha shida zake zitakuwa zimeisha. Alijua kwamba kina Petero na Yohana wakimpa fedha, kwa sababu kwa mtazamo wao walikuwa ni watu ambao wanaonekana kuwa na vitu ambao wanaweza msaidia nayo, lakini walikuwa wamejivaa vizuri, kwa sababu wanasema kwamba cleanliness is next to godliness. Na yeye alikuwa anajua tu ya kwamba hawa watu wakinipa kitu nitapokea msaada. As in the book of Mark chapter 4 verse 12 inasema kwamba ili wakitazama watazame wasione, na wakisikia wasisikie, wasielewe, wasije wakaongoka na kusamehewa. That seeing they may see and not perceive, and hearing they may hear and not understand, lest any time they should be converted and their sins shall be forgiven them. Unapata kwamba kwa sababu huyu mtu alikuwa amefungwa macho, hata kama alikuwa anaona kwamba kuna watu ambao wanaenda pale hekaluni unapata kupona. Wengine walikuwa wanaenda kama ni vilema na walikuwa wanapata msaada, wanapata kupona tena, wanapata kutembea. Visiwi walikuwa wanaenda wanapata kusikia tena. Lakini yeye kwa sababu ya mtazamo wake wa kifedha alikuwa anaona watu wakipata uponyaji, lakini hakuwa na ile uwezo wa kuenda pale ili akapate uponyaji. Alikuwa anasikia kwamba kunaye Yesu ambaye alikuwa anaponya watu, lakini hakuweza kuenenda mahali pale ili apate kuponywa hata yeye nafsi pia, kwa sababu alikuwa amefungwa macho. Unapata kwamba the things of the spirit, even if you have the ears, we cannot be able to see them because our eyes have been blinded, because these are spiritual things and we need to be spiritual so that we may be able to see them. And mtazamaji wetu siku ya leo, hata kama unaenda kanisani, lakini kuna kitu ambao unakosa maishani mwako, na kitu hilo ni Jehova Jireh, ambapo kile siku ambayo ataingia maishani mwako atapata kuleta uponyaji maishani mwako. Ile siku ambayo ataingia ndani ya maisha yako atapata kuponya kutokana na magonjwa zote. Ile siku ambayo ataland into your life, is going to change your life. Is a God of change. Is a God ambaye anaweza kuguza maisha ya mtu tena kama vile alivyoguza maisha ya huyu kilema. Hata nawe siku ya leo anaweza kubadilisha historia yako, kwa sababu watu walijua kwamba hata kama mtu yule alikuwa pale kaluni, lakini sisi tutaenda tukapata uponyaji. Unapata wengi wetu ya kwamba kwa sababu tumezoeana na wachungaji wetu, ndio maana tuwezi pata uponyaji wetu. Wakati unaenda kanisa lingine unapata kupata uponyaji, lakini wakati kanisa
kanisani mwenu hakuna uponyaji ambao unapata. Kwa sababu gani? Mmezoeana, mmemzoea, unamuona tu kama mtu, lakini hauoni ile kitu amebeba. Kwa sababu huyu mtu alikuwa anaona wale watumishi wa Mungu ambao walikuwa kanisani pale wakinena kila siku, lakini wakati Petero na Yohana walienda mahali pale, wakamwambia kwamba simama na ukatembee. Hata nawe mtazamaji wetu siku ya leo, nataka nikuambia kwamba simama ukatoke kwa hizo vitu ambao unafanya. Simama ukapate kutembea, simama ukatoke katika malazi ya ugonjwa, simama ukapate vitu ambao unahitaji, kwa sababu matarajio ni vitu ambavyo zinaweza kufunga macho. Lakini siku ya leo ukiweka matarajio zako kwa Jehova Mungu, unaenda kupokea vitu ambao unahitaji. Wengi wetu tuliweka matarajio yetu kwa madaktari, lakini daktari akatuambia kwamba iwezekani. Lakini wakati utaweka matarajio yako kwa Jehova Jire, magonjwa yako yanaenda kuponywa yote. Wengine wetu tuliweka matarajio zetu kwa wajomba wetu, wakati walituambia kwamba mtoto wetu, wakati utamaliza shule tafuta kitambulisho nami nitakutafutia kazi. Lakini wakati ulitafuta kitambulisho ukapata, ndiposa kazi ikapotea. Si kwa sababu yeye anapenda, ni kwa sababu kazi hakuna. Kwa sababu wewe uliweka matarajio yako kwake, na ukapata kusema kwamba mjomba wangu alisema kwamba atanisaidia, lakini hawezi kukusaidia tena, kwa sababu yeye ni binadamu kama wewe. Na wakati alikuwa na nafasi, wakati sasa unapata kutafuta kazi, wakati hiyo kazi ndipo hasa hakuna. Akakwambia kwamba kuja utapata vitu. Lakini siku leo nataka nikwambie mtazamaji wetu ya kwamba wakati utaweka matarajio yako kwake Mwenyezi Mungu, wakati utaweka matarajio yako kwake Jehova Jire, unaenda kuyapokea vitu zote ambavyo unataka maishani mwako. Hata kama tutafungwa macho na vitu za dunia, kwa sababu wengine wetu tunasema kwamba at the age of 25 kuna vitu ambavyo napaswa kuwa nazo maishani mwangu. Unasahau ya kwamba wakati unaomba hivyo, lakini hujaweka mtazamao wako kwake Mwenyezi Mungu. You have not submitted your plans and expectation to the living God. Today my fellow believers, let's submit our thoughts, let's submit our expectations unto the living God, ili akapate kutusaidia maishani mwetu. Hata kama tunahitaji nini, anasema kwamba weka tu your expectation kwake. Anasema kwamba seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all the other things shall be added unto us. Siku ya leo tukaweke matarajio yetu kwake Mwenyezi Mungu, tukamtazame yeye peke yake. Hata kama kuna vitu ambavyo tunatamani kuwa nazo, tukamtazame tu Jehova Jire siku ya leo, na atapata kutusaidia maishani mwetu. Anasema kwamba hakuna kitu gumu maishani mbele zake, na anasema kwamba tukimwita ataitika maishani mwetu. Kutoka kitabu cha John, 1 John chapter 3 verse 2 inasema kwamba, dear friends, now we are children of God. What we will be has not yet been made known, but we know that when he appears we shall be like him, for we shall see him as he is. Kwa sababu kupitia Jehova Jire, kupitia Yesu, we have been made sons of the living God. We have been made sons. And being that we are the sons of the living God, whatever we ask from the Father is going to release them to us. Wakati tutamtazamia yeye peke yake, kwa sababu tutakuwa tunamkumbuka tukimfuata maishani mwetu, na tutapata kutenda vitu maishani mwetu kila siku. Anasema kwamba this beggar failed to know what he needed in his life since he was a cripple. But Peter, being filled with the Spirit, told him that he doesn't have the material things, but what he have he will give him. And that was the word of life, by the name of Jesus Christ, not by the power of their own, but by the authority of the Messiah. Hata nami msiki ya leo mtazamaji wetu, nataka nikwambia kwamba saa zingine unaweza niangalie kama binadamu nikisema kwamba naweza kusaidia kwa sababu umeweka matarajio yako kwangu. Lakini unasahau ya kwamba mimi pia ni binadamu. Unaweza weka matarajio yangu kwangu leo, matarajio yako kwangu, na pumzi kanitoweke siku ya leo. Kesho ukashindwe kufanya kitu, utasema kwamba alienda bila kunisaidia. Lakini wakati utaweka matarajio yako kwake Jehova Jire, anasema kwamba yeye ndiye yule jana, leo na hata milele. Hata ibadilika. Ni Mungu ambaye ako kila siku, na wakati tutamuita atapata kuitika maishani mwetu. Usipate kuchoka mtazamaji wetu, mwite tu na ataitika siku ya leo. Ukaweke mtazamao wako kwake Jehova Jire, atapata kujibu maombi yako.
atapata kujibu sala zako. Jiulize kwamba unaweka matarajio yako kwa nani? Biblia imesema kwamba laaniwe anayetegemea binadamu. Tukamtegemee Mwenyezi Mungu siku ya leo. We should not expect to get the material things. We should expect to get the spiritual things of the Father. Being that they are unlimited. Ziko kila siku tutazipata. Tukizihitaji tutazipata. Mtarajie Mwenyezi Mungu maishani mwako. Asante Mungu ajabu, Mungu mwenye nguvu na uwezo. Nasema ni asante siku ya leo Jehova Jireh. Naeka matarajio yangu kwako siku ya leo Bwana, kwa sababu nikimtegemea binadamu Bwana nitachoka, nitakufa moyo, nitachekwa na wengine, lakini nikikutarajia wewe Bwana nitapata vitu zote ambavyo nahitaji maishani mwako. Jehova Jireh, hata mtazamaji wetu Bwana ukapate kumsaidia Bwana ili akakutarajie wewe peke yake maishani mwake. Umesema kwamba mwanangu njoo nikakusaidie tena. Jehova Jireh, nachukua maisha yake mtazamaji wetu na likabidhi mkononi mwako Bwana siku ya leo. Ukapate kuonekana maishani mwake Mungu ajabu. Kwa yale yote Bwana ambaye anatamani kuwa nazo maishani, siku ya leo Jehova Jireh ukapate kufungua bingu, ukapate kufungua masikio lako Bwana, ukapate kumsikiza tena Bwana. Jehova Jireh, kizuizi lolote lile Bwana ambalo linaweza mzuia Bwana ombi lake kutofika kwako siku ya leo Bwana, tuziondoa katika jina lako safi likapate kushindwa Bwana. Jehova Jireh, Mungu ajabu, upate kuondoa vizingiti zote in the mighty name of Jesus Lord. Ukapate kuonekana maishani mwetu kila siku Jehova Mungu ajabu, kwa sababu ni wewe peke yako Bwana ambaye tunakuhitaji maishani mwetu, na kwa jina lako safi nimeomba nikiamini.